Ukielewa hili, kuna faida zifuatazo. Utalogwa endapo Kristo analogeka. Mtazame rafiki yako, mwambie umeelewa au arudie. Amesemaje? Nirudie. Ukielewa haya vizuri, utakuja kugundua yafuatayo. Wewe utalogwa endapo Yesu analogeka. Ila kama Yesu halogeki, na wewe hulogwa. Kinachotufanya tusipate faida ya kumpokea Kristo na kufurahia wokovu na kuelewa damu ya Kristo kwenye maisha yetu ina nguvu kiasi gani, ni kuto kujua nguvu ya Kristo Yesu katika maisha ya muumini. Siku ukielewa utaanza kuitumia. Bado unasema mchungaji, lakini nimeshampokea Kristo Yesu katika maisha yangu, kwa nini siendelee kufaidi? Na mimi nakuulizeni swali. Hapa sasa hivi tuna hili kanisa letu, tuchukulie limeshajengwa, limeisha kwa imani. Haleluya. Jamani, mbona mnakataa hii imani? Tuchukulie kanisa limejengwa, lifanya nini? Limeisha. Huko nyuma mmekusudia kuweka store au ofisi ya mchungaji na wazee. Huko ni ofisi. Tuchukulie zimeisha, ofisi zetu ziko vizuri kabisa na kanisa liko vizuri kabisa. Ofisi, kila ofisi ina ufunguo wake, ndivyo sivyo? Tuna ofisi ngapi huko nyuma? 3. Ziko 3. Kwa hiyo tuna ufunguo wa ofisi 3, tuna ufunguo wa kanisa. Tuchukulie tuna mafunguo 3 ya kanisa, milango iko 3. Jumla ni funguo ngapi? Ukimpatia mtoto mdogo ule ufunguo, mtoto mdogo ukampatia ufunguo, ukamwambia nenda ukafungue ofisi ya mchungaji, na yeye hajui, huyu mtoto atafungua kwa haraka au atafanya majaribio mengi? Kwa sababu hafanye nini? Hajui. Tuko sawa sawa? Kitendo cha kutojua nafasi yako katika Kristo Yesu kinakufanya faida nyingi ambazo ungezipata usizipate. Kwa unajikuta bado unahangaika, maana zile faida hujazipata. Nataka niende zaidi ya hapo. Andika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 29. Alafu nitaenda wa Galatia, ambayo najua kwenye PowerPoint wanaoangalia online wenda wasiipate, lakini wataiandika tu. Warumi sura ya 8 fungu la 29. Anasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Mungu alikujua wewe tangu asili. Haleluya. Na kusogelea zaidi kidogo. Sikiliza. Mungu anajua ya mbele au hajui? Aha. Kabla hujazaliwa Mungu alikujua au alikuwa hakujui? Kuna tendo lolote ambalo wewe utalifanya ambalo linamsurprise Mungu, yani anashtukia, alikuwa hajui kwamba ungefanya? Dhambi zako ambazo utafanya 20-25 Mungu hazijui? Kwa nini amekuacha huko hai mpaka leo? Alikuchagua tangu asili.